Naam, karibu tena mtazamaji. Unaendelea kutazama taarifa za jukwaa la KTN. Leo tunaangazia magonjwa ambayo yanayowatatiza watoto walio na chini ya umri wa miaka 5, ambapo naona maswali bado yanaingia kuhusiana na mada ambayo tumeijadili kuhusu chanjo ya ugonjwa wa polio. Abraham CTNA nauliza mgeni wenu hapo studioni, je, mbona Narok hatujaona hiyo chanjo ikitolewa? Mwingine pia ametuma ujumbe, hajatueleza yuko wapi. Anasema swali langu ni mbona saidia kwetu polio haijafika? Hujatueleza uko wapi, kwa hivyo hatuwezi kujua vile ambavyo tutamuuliza mgeni wetu. Mwingine anasema ningependa kujua ni nchi nzima, kwa sababu Thika sijasikia chanjo hiyo ikitolewa. Kuna wale bado ambao wanasema hawajui inatolewa wapi, haitolewi wapi. Okay. Thika ilikuwa inatolewa? Haikuwa inatolewa huko. Lakini kwanza ningetaka kusema kwamba nimefurahi kwamba Wakenya wanaona umuhimu wa chanjo, na kutokana na maswali haya tuseme ni jambo la muhimu kwetu kwamba watu wanaona umuhimu wa chanjo, na tuseme sisi kama Wizara wa Afya tuko na wakachero wa afya ambao kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanalenga ama wanafanya utafiti kuhakikisha kwamba wanaona ni sehemu gani ya nchi ambayo iko katika hatari kubwa ya uenezo wa ugonjwa huu wa polio, ili sisi tuweze kuhimiza ama kuhakikisha kwamba tunaelekeza kazi yetu zaidi katika kaunti hizo. Kwa hivyo tuseme hapo awali tumekuwa tukifanya campaign nchi mzima, na kulingana na matokeo ambayo tumeweza kuona kutoka kampeni hizo, tumeona kwamba hizi kaunti zingine ambazo tumeweza kufikia watoto wetu chini ya miaka 5, tumeona kwamba watoto hao wameweza kutolewa katika hatari hiyo. Ni hizi chache tu ambazo zimebaki ndio tumeweza sasa kuona ni umuhimu wa kuhakikisha tumelenga watoto wa kaunti hizo. Na wakati mwingine watu husubiri wakati ambapo kuna kampeni wawapeleke watoto wao kupewa chanjo, kwa sababu unapoenda hospitalini wakati mwingine unatakiwa kulipa. Je, iwapo chanjo hiyo haitolewi katika kaunti ya Narok kwa mfano, mtu bado anaweza kumpeleka katika zahanati au hospitali ya umma akapewa hiyo chanjo bila malipo? Ama iwapo haitolewi katika kaunti hiyo utalazimika kulipa? Tuseme chanjo zote ambazo zinapeanwa katika vifaa hospitali za umma huwa zinapeanwa bila malipo. Hapo ni jambo la kwanza. Na tukipenda kusema kwamba watoto wanapofika wiki hizo, watoto wanapozaliwa, wanapofika wiki 6, 10, 14, wanafaa kupelekwa katika zahanati hizo ama hospitali za umma ili waweze kupata chanjo hizo. Lakini sio kusema kwamba sababu hawajalengwa katika kampeni wanafaa sasa kuhakikisha wamepeleka watoto wao ambao hata wamepitisha wiki hizo katika zahanati hizo. Sio lazima. Tunasema kwamba la muhimu ni kwamba hata wakati ambapo hakuna kampeni, watoto wanapofika umri ufaao wanafaa kuhakikisha wameenda katika zahanati za Kenya za umma ili kupata ama kupokea chanjo hiyo. Na kuna mwingine anauliza, mtoto wangu anafikisha miaka 5 tarehe 31 mwezi huu wa Agosti, apewe chanjo au la? Kulingana na kutakuwa na kampeni nyingine ambayo tutapeana hivi. Kuna chanjo ya polio ambayo tutapeana katika kampeni ambayo iko karibu, tutapeana hivi karibuni, na kwa sababu mtoto huyo hata kuwa amefika miaka hiyo 5, ni muhimu ahakikishe kwamba amepeleka mtoto huyo katika zahanati zetu, ama kuhakikisha kwamba watu wetu, maafisa wetu wa afya wanapozuru nyumba yake ahakikisha amepewa chanjo hiyo. Na kabla tujazungumza kuhusu mahali ambapo mtu anastahili kumpeleka mtoto kupewa chanjo, tueleze kuhusu dalili za ugonjwa huu. Ni vipi ambavyo mzazi anaweza kujua kwamba mtoto wake ameambukizwa? Okay. Kwanza ugonjwa huu la kwanza ni kwamba ni ugonjwa ambao huenea kwa haraka sana sana sana. Ugonjwa huu unapoona mtoto mmoja ameshikwa na polio na amelemaa, amempooza, inamaanisha kuna watoto wengine 200 ambao wako na uwezekano mkubwa wa kuwa wameathirika na ugonjwa huu. Na katika watoto hao 200, 70% huwa hawana dalili hizi za polio. Ni kama zinakaribiana sana na malaria. Joto mwilini, unapata wanatapika,
wengine unasikia kukauka kwa mwili, wengine wanapata kuumwa na kichwa, wengine watapata na kuna ile asilimia ndogo ule mmoja ambaye atapata kupooza kwa miguu. Tupokee simu kutoka kwa Brenda Awor akiwa mtaani Dandora. Hujambo? Si jambo. Asante sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Swali lako kwa mgeni ni lipi? Mimi nawezaje? Naam. Niko na mtoto wa miaka 5. Na nilimpata na kichwa yake ilikuwa na maji na hawezi hata kutembea. Hiyo pia inaweza kuwa ni polio. Umempata nini na maji? Kichwa ilikuwa na maji. Kichwa? Naam. Kichwa kiko na maji vipi? Yaani kichwa kichwa sana hata. Naam? Kichwa? Ni zito sana hata hawezi kutembea nayo na wanasema ni maji kwa kichwa. Ni vile anakuwa na kichwa kikubwa unasema? Na iko na maji hawezi kutembea. Naam. Naam, umeelewa swali lake. Anasema kichwa ni kikubwa, kina maji na hawezi kutembea. Huo ni ugonjwa upi? Huu ni ugonjwa, kuna uwezekano mkubwa kwamba huu ni ugonjwa ambao unaitwa hydrocephalus, ambao ni ugonjwa wa kuzaliwa nao. Ugonjwa huu sana sana huathiri akina mama ambao hawajaweza kuenda kutembelea vituo vya afya kabla ya kupewa mtoto, ili waweze kupata tembe fulani ambao huwa tunapeana katika vifaa vyetu vya afya. Sana sana kama tembe inaitwa folate. So ni muhimu sana kwamba akina mama wanapokuwa wajawazito wanahakikisha wametembelea zahanati zetu ama vituo vyetu vya afya, ili wahakikishe kwamba wamepata tembe zinavyofaa na pia mawaidha kutoka afisa wetu wa afya. Pia ningependa kuongezea kwamba wazazi ama wale ambao wako karibu na watoto hawa chini ya miaka 15, ni muhimu kwamba mtoto anapoonekana amepooza, hata kama haushuku kwamba ako na polio, ni muhimu umpeleke mtoto huyo katika vituo vyetu vya afya, ili tuweze kuhakikisha kwamba hakuna uwezekano wa polio katika mtoto huo. Na ni muhimu kwa sababu nchi yetu, sisi kama Wizara ya Afya tunajaribu kuhakikisha kwamba tumezuia ama tumekinga Wakenya kutoka ugonjwa huu hatari, na njia moja ya kuhakikisha tumekinga watoto ni kuhakikisha kwamba watoto ama wazazi wamehakikisha kwamba watoto wetu wanapoonyesha dalili ya kulema ama kupooza, na watoto hao wako chini ya miaka 5, wawapeleke katika wizara kliniki zetu za afya, ili wahakikishe kwamba sio polio. Kwa hivyo huo ugonjwa wa mtoto wa Brenda unaweza kutibiwa? Tuseme huo sio hauwezi kutibiwa, lakini kuna kile tunaitanga rehabilitation. Na rehabilitation ni kumaanisha kwamba wanaweza kuenda katika hospitali zetu na wahudumiaji wetu wa afya wataweza kumwelezea vile ambao mtoto huyo anaweza kuishi maisha ambayo yanarahisisha yeye mtoto kuweza kujikimu na pia kwenda shule. Na ugonjwa huu wa kupooza tumeona kwamba mnatoa chanjo, lakini ugonjwa huu una tiba, na mtoto labda anapopooza hali hiyo inaweza kurekebika? Tuseme ugonjwa huu wa polio hauna tiba. Jinsi ya kuzuia ni kuhakikisha mtoto wako amepata chanjo wakati unaofaa, na pia katika kila kampeni ambayo huwa inapeanwa ama huwa inatolewa na serikali kuu, na pia pamoja tukishirikiana na serikali za kaunti. Hiyo ni njia moja ambayo inahakikisha kwamba mtoto amepunguza uwezekano wa kuathirika na ugonjwa huu. Na pia chanjo hizi hazina madhara. Unapopata vile unaendelea kupata chanjo mingi kila kampeni, ndio unaendelea kuongeza nguvu ama kinga mwilini kutokana na ugonjwa huu wa polio. Kwa hivyo mtoto akipooza ataishi hivyo maisha yake yote, hawezi kurekebishwa? Hawezi kurekebishwa. Hakuna dawa tuseme, lakini anaweza kusaidika. Ataenda pia katika vituo vya afya ambapo ataweza kusaidiwa na wale maafisa ambao tunaita physiotherapist na occupational therapist, ili waweze kufundisha mtoto huyo ama mama vile mtoto huyo anaweza kusaidika, awekwe zile zinaitwa braces, vifaa ambavyo vinasaidia mtu kuweza kujipeleka ama kujitembeza kivyake. Na utapata watoto wengi ama wanakuwa mpaka wanakuwa watu wakubwa ama adults, na wanaweza pia kujikimu kimaisha bila kuhitaji msaada kutoka watu wengine. Wanaenda shule na
tuseme wanaweza kujikimu kimaisha kikamilifu. Na tunaarifiwa kwamba tuna simu nyingine kutoka kwa Margaret Okech kutoka Bondo. Hujambo? Si jambo. Shukrani sana kwa kutazama jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi? Nilitaka kusema ningependa kupongeza kabisa kwa hizi vitu zinatolewa. Halo? Naam. Halo? Naam, nakupata. Ni pongezi kwa vile shughuli wamefanya ya polio. Na pia nataka kuwaeleza waendelee hivyo. Mimi hapa Siaya County, mimi kama champion wa polio. Naam, asante sana na uendelee pia na kazi nzuri unayoifanya. Na pia katika lile swali tulikuwa tumeuliza, je, wewe huwapeleka watoto wako wapi kupewa chanjo? 66% wanasema wanapeleka katika hospitali na zahanati, 7% wanasema wanawapeleka mashuleni, 6% wanasema wanawapeleka makanisani na misikitini, na 21% wanasema wanasubiri wahudumu wa afya waje. Na hapa ndio hali imekuwa na tatizo kabla tujamaliza kipindi, ambapo wengi wanahofia wale watu wanaokuja. Tunakumbuka kuna wakati ambapo chanjo ilitolewa na watoto wakaathiriwa. Ni vipi ambavyo unaweza kumwamini yule mtu anayekuja nyumbani kumpa mtoto wako chanjo? Tuseme maafisa wetu ambao huwa wanapeana hiyo chanjo huwa wanakuja na wanakuanga wamevaa zile apron za manjano. Na pia huwa na hizo dawa, na pia watakuja na wataweza kujitambulisha kama maafisa kutoka zahanati zetu ambao wamekuja kupeana hiyo chanjo. Kwa hivyo watu hawafai kufofia, na huwa wanafanya kazi hii masaa ya kazi kutoka saa 2 asubuhi hadi saa 11. Kwa hivyo hawezi kuja usiku. Kwa hivyo wananchi hawafai kutia shaka. Na kando na yule mtazamaji ambaye kutoka Siaya ambaye amesema anaridhika na kazi ambayo mmeifanya, tulikuwa tumeuliza pia umeridhika na harakati ambazo zimewekwa na serikali katika kuwakinga watoto walio na chini ya umri wa miaka 5 dhidi ya magonjwa. 57% wamesema ndio. Kwa hivyo mnajaribu. 43% wanasema la. Activist Jeff Chapo anasema kutoka Sameta Kisii, nimekataa katakata. Anasema hajaridhika. Abraham CTNA anasema KTN, mimi nimeridhika sana. Kwa hivyo kuna hisia mseto ambazo zinatolewa, kumaanisha kuna kazi nyingi ambayo mnastahili kuifanya. Shukrani sana kwa muda wako na kutuelimisha kuhusu ugonjwa huu wa kupooza. Tutakualika wakati mwingine utueleze kuhusu chanjo nyingine ambazo mnazitoa na magonjwa ambayo yanawaathiri watoto. Shukrani sana. Asante sana Zubeda, na asante sana wa Kenya. Naam, na tunatumai kwamba mgomo wa madaktari utasitishwa. Mtazamaji, sina la ziada, nampisha sasa Ali Manzu kwa taarifa za KTN leo. Lakini kabla ya kuondoka na kuacha na makala uyapendayo ya huduma ya kwanza, ambapo leo tunaangazia jinsi ya kumhudumia mtoto anaposhindwa kupumua. Nimekuwa wako Zubeida Kome, tukutane kesho Mungu akitujalia. Uwe na usiku mwema. Kwa heri. Habari zenyu, kwa majina ni Moses Mwangi kutoka Kenya Red Cross. Kwa leo ningependa tuangazie kuhusu mtoto mchanga. Huyu ni mtoto bado hajafikisha mwaka moja, ule ako na shida ya kupumua. Huyu mtoto hapumui kabisa, lakini ana damu inaendelea kutembea. Hii inakuwa uwezekano sana sana pengine mtoto amechoka, ama in some cases unaweza pata amedrown na kupumua imeacha. Vile utamsaidia ukiwa nyumbani. So kwa mtoto mdogo tumeamua sasa tumweka hapa kwa sakafu. Tunajaribu kuangazia ama mtoto anaitika hello baby, if analia, if ali inamaanisha bado amesakama. So kutoka hapo unaangalia ama anapumua, then hapo unaangalia if damu inatembea, unaangalia damu inatembea kwa mkono, pulse, alafu unaangalia if casualty anapumua. Kwa huyu damu inatembea lakini hapumui. Kwa hiyo unataka usaidizi help. So kwa usaidia kwa huyu casualty, utajaribu kuangazia kumsaidia kupumua. That is, kwa huyu tutampulizia kwa mdomo. Huyu hauhitaji kumfunika mapua kwa sababu distance ya mdomo na mapua iko karibu sana, na so
unachukua tu karatasi kai, utaipata kwa first aid box. Hii inasaidia kupunguza contact na casualty. Kwa hiyo unapulizia hapa kidogo. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Dakika moja imeisha. Kwa mtoto mchanga tunafanyanga kwa kila sekundi 3 kwa sababu anapumua haraka, na after dakika moja unaenda unaangalia if casualty anapumua. Kwa hiyo mtoto amerejesha fahamu na ameanza kupumua. So kwa hiyo unaweza mwekelea tu kwa mtoto on the side kwa huyo mama, then ukigojea ambulance ikuje.